Kideka chia butukirisano nemo ase chinsa isato chia abono mugoroba andonsi asoke bwaterete kurwa chinsinyo inye chinse Afrika ya mochaiga ense ya Kenya ni chinse chia amaiko bali mogotonyora gwetera gwetera ase channel yaito waiting for people to join here. Waiting to join here. Okay. Relax, something I'm sorting out here in a minute. Yes. Yes. Okay, asante sana buli mmoja akiri gutuma chi comment. Bali mmoja akiri gutuma chi comment iga ase studio. Inyoranga nigo chia butukire jira ikeire engechi ikianda ase chinsa isato chia abono mugoroba temanyeti aya soke bwaterete chinse chiga ntagete manya soke bwaterete asogotoma comment yawe chega ase studio ngakikoro kwana ndenge joke bwaterete chinse chiga chire chia abono mugoroba chitariki 24 omotienyi okianda omwaka oyo iga o 2020
ekero togenderete enchira engabune yigo rero iga ase studio nimbwata omogeni kana kogesi who I have a guest here ase studio gigaiga ngochare ase chitageka chinsini ninke gochire motwe erinde rio anyare gukwana amo na intwe ase omochando osumbuire abana baito bare chinse chia amaiko igo bono kana gotegesia kana gotegesia erinde rio tindikora mukwana ningo but ngochare is a very prominent person okucha gotokwanera igigaiga ng'aki tokogacha chibese chiaito ekero tore ase emeremo ekero twanyora omoshahara. How do we keep our money safe, especially abantu abaito muri chinse gia diaspora mugotomera abaibori chibesa mugotomera chikasi nchinu chibesa chiari chonsi pichi atakuna baka mauga igonga rero iga ntobwate omogeni aiga ase studio ogochi gokwanera eng'ane yo ase enchira y'oboikerano ase bono ntagete ona gontomera ujumbe gaiga ng'aki okorokwa ng'ayo tobwate korwa naende ng'aki eshow ekoirete chinse chiga chia abono omogoroba ntagete gwakambia mono amashabiki aito arimo abeire moko bamo naintwe chingaki chonsi na kuhakikisha ing'a guhakikisha ng'a twensi no tore iga ase studio nebinto binde binge ebio toranyare gokwanera rituko ria rero egento gokora kana goshare link erinde rio naria amang'ana akoba buya naria amang'ana akoba gwero gaiga ase studio nkobate binde chiteka ibere isato chiri motwe nkobate binde ng'a mogeni kito bwate gaiga ase studio omogeni momanyete kabisa oyo ogochi gotokwanera on a number of issues erinde rio tomanya koranga ng'aki obotuko bokoera timanyeti chi SMS ndoje chiang'era gotonya iga ase obonge ngochisoma nde egeke gesinini iga ekero omogeni agenderete konywa echae iga ensemo gakona kwearigani gocha iga ase studio erinde rio kana korigia notebook ne karamu kana korigia notebook ne karamu erinde rio orike amang'ana araiga rituko ria rero rocha abantu bang'ere goiteka iga banke side karibu sana onye kore Facebook, make sure you share this link. Onye kore aso motandao o YouTube, make sure you share our show and make sure you subscribe erinde rio amang'ana abe buya iko bono omogeni nkona kweyarigani arega iga ase enchire nting'o kigema iga bono ng'a ekike sinini iga ngochare tigara oyera mbona ikire tigara na kunywa chai mdogo mdogo gaiga erinde rio amang'ana abe buya lakini ase bono ndikere ujumbe ng'ayore ng'ayoke bwaterete nande ng'aki okorokwa nande no omogeni gose ng'aki okay ndoche omonto okorokwa ndoche omonto okorokwa matabonareri hai kakasungura nimefika hapa ndani na kuaniria mashabiki onsipi basoe ime ase show Nyaps Nyabo tuned in, asante karibuni mwenzi akorokwa Rash Kerry, I'm new here nikae wapi haya karibisha mugeni vani sio mageni oyo ng'akimo karanste go mageni gaikira iga bono moekerwo mata mageni nwara Vani Vanessa niko ndani from my area Kisii, karibuni sana Vani Skerubo kari karibu hapa mbele ya tent, asante kaka na kiria gorobire bore buye mbore atura iga bosonge ntingu lakini rende tunashukuru Mungu moyo tore Rash Kerry America rubo kura chinsa muche Nyamira no nke bwaterete kurwa Nairobi tore pamoja ndi mata bonari yago tebo to mwari ndio mogeni aiwenka ali naende taoboa ahanao echikoni yo musi iriani Nyarombe no ndeime esho buna etariki karibu ngochiko kwanira tore omwanchu omurigereria ngochiko kwanira tore amang'ana amatindi iga ase studio kana kurigie notebook ne karamu ng'aki ogokora okonye chibesi chao icho gokorera emeremo nebigeri bari muri ese WhatsApp group yaito ritukorie igoro mwaroche debate yare ngoro ntindi sana abantu ba complaining abagotuma chibese kachiariegwa
abantu bagotumira abairi chibese bali chonsi bali buna amauga batakuna paka bakora chonsi. So rero ntubwata omogani ogochigotwerera ng'a ing'aki togokora savings chiaito erinde richicha gotokonya onye kore ensi ya Saudi Arabia, ng'aki gokora savings chiao erinde richicha gokonya ekere contract yao yakire nse erinde ritocha korehera rise eri maega gusii naende abantu banakogosekerera ng'a gwachiete chinse chiamache ng'umbu ogacha kora omotaka. Abantu muri chinse chia America ng'aki mokogacha chibese chiaino erinde eri tichiriegwa manyete kaka sungura nabwo twarete shwa iga kero kende tugakwanera amang'ana amakong'u okonyora otomerete abairi chibese bakwagachire nyomba bari chonsi okonyora otomerete abairi chibese yani bakong'ainete ng'a omwana ogo gose otigete nkari bakong'aina ng'a school fees yagwakana 50,000 ase bagwakana 5,000 echinde anyway bogomana bobore. Grace Tinega kurwa Katani ngo kwakilisha Machakos County ime karibu sana. Akuru kwa Rashid Ivan Stank sana kwa kunikaribisha, karibu Flower Flow hai kaka na soire iga pamoja mpaka Engori, karibuni sana. Anet Maroko kaka vipi niko poa. Hai Elizabeth Nyaboke karibu Amagani, karibu sana. Ekera togendrete kwearigania erinde ryo gukwanira eng'ana entimu igaiga as studio. Kero kende ase gokoa background insinini aiga chinseme chiga chia abosongo embura nigetwete embura etwete nyinge sana, lakini nigo togwakira Nyasaye mbuya mono sengencho mambo yamekuwa mazuri. Asini niga ndarigereria egento gesinini keraiga ng'oyo gaiga okay tigachiracha manyego soma okay akuru kwa Ezra Kerage, Ezra Mogiro Ndieki na wakilisha from Lolgorian. Okay, na wakilisha from Lolgorian, asante sana. Lolgorian ni chisemo cha Transmara, chisemo cha Transmara. Okay, chisemo chini cha Transmara. Timanyeti ng'aniye nigo yakuneta abantu mono bagateba ng'a naende tuyeirure igo bono enchera tokoyeirora rero nigo twarigiri omogani ogochaga iga atokwanere agontebi ng'a niga agenderete kwearigani erinde erio tomanye korora ng'aki amang'ana ayio ako obwenera. Osiemo team comments leo. Okay, lero kangontwa lero today konye women bagang'irap erinde erio baba baterrorize lero, lakini rende guest kiabakonyire omojadero oyo togocha kuyoira rituko rinde omojadero oyo nigo orengo oyogeti ombonge igo bono ng'a etwaya obutora abruptly torakwanire eng'ana eraiga ase enchera ng'ikerano oje kore Facebook tafadhali keep sharing rero ntotagete kwembarasi omogani if you are on Facebook keep sharing erinde erio amang'ana abe buya naende ntwateba ng'a keep sharing ase chigurupu chionsi ore nario amang'ana akogwenera onye kore chigurupu 10 make sure you share to all those groups erinde erio ebe buya abantu ba Facebook ndoche rero iko moraire timanyeti chitore chisimu arusia rero go moraire kweli but I'm very sure ngoika more muboke ngoika more muboke mutamuka. Okay. Mitambo rangu na kubanga kidogo erinde erio tukwanire amang'ana abere atato kuna koranga ng'aki tigamba gotera kuraiga ekara mogenderete Ronald yakuru kuna kio Susan Muramugoi
Good evening kaka Sungura, niko ndani. Watea mashabiki wote karibuni. Ronald Obongi Chironge bado lero. Chironge ya Ronald twara chitika kando ntwanya ore emergency gitaha. Cyrus Mururi kurwa Nyamarambe ndi chonjo. Ronald Uboni na chiri tigandaika apana okay. Tigamba gwatero ko mukoraiga. Meanwhile, as we prepare the mics for the guest, ndaba gwatero koraiga komo. Wakenya, corona tunayo jameni, tunawe mikono, tukae nyumbani ae. Wakenya, corona tunayo jameni, tupunguze raha, tuzidi kuomba ae. Wakenya, corona tunayo jameni, ipuuze Wakenya Wakenya sote tunawe mikono, pamoja we sote tushinde corona. Potelea, 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 potelea mbali, pamoja we sote tushinde corona. Wakenya barakoa na tuvae, pamoja we sote tushinde corona. Potelea, 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 potelea mbali, pamoja we sote tushinde corona. Wakenya tusiwe wa kupuuza, pamoja we sote tushinde corona. Potelea, 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 potelea mbali, pamoja we sote tushinde corona. Wakenya tuimarishe umoja, pamoja we sote tushinde corona. Potelea, 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 potelea mbali, pamoja we sote tushinde corona. Pole pole tutafika, tusiwe
Okay. Corona. Naurudia tena. Wakenya tuwe watulivu, serikali yetu inatuongoza. Corona haina huruma, inanyonga wote, wakubwa wadogo. Wakenya, corona tunayo jameni, tunawe mikono, tukae nyumbani Wakenya, corona tunayo jameni, tupunguze raha, tuzidi kuomba Wakenya, corona tunayo jameni, tusiipuuze Wakenya Wakenya sote tunawe mikono, pamoja sote tushinde corona. Potelea mbali, pamoja sote tushinde corona. Wakenya barakoa na tuvae, pamoja sote tushinde corona. Potelea mbali, pamoja sote tushinde corona. Wakenya tusiwe wa kupuuza, pamoja sote tushinde corona. Potelea mbali, pamoja sote tushinde corona. Wakenya tuimarishe umoja, sote tushinde corona. Potelea mbali, pamoja sote tushinde corona. Tunawapongeza madaktari wa Kenya, safari ni ndefu, pole tutafika, tusiwe wepesi kufanya ovyo jameni. Mungu awalinde hadi mwisho wa corona. Corona wewe adui mkubwa, corona tutamshinda milele. Tucheze, 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 potelea mbali corona Okay. Adasoma comment cha tirimbukira ega Elizabeth Isaboke akinaende kaka Belden watowekera aja pumzike kwa amani. Yes, Belden rested but his song lives forever. Rashi Keri unanjitimaiti yosine namba nguchinchigaki. Okay. Ira ni Nyarombe watunyalire kaka ribu Belden. Okay.
Belden tunamtakia safari njema, but nyimbo zake zitaishi na sisi milele. Rafael Nyakundi watching live Kurunyomba, Rip Belden. Huduma TV, rest in peace Belden. FDR, hii ndio kuingia, karibu sana. Judy Matunda, we miss you Belden, Rip. Kaka gaki kwa bukiria magombo, yes. Mary Kirubo niko ndani. Yakuru kwa Judy Momanyi, Belden, rest in peace. Rashkeri, naomba WhatsApp number please. Okay, WhatsApp number ndio hiyo inapita hapo chini. WhatsApp number ndio hiyo inapita hapo chini. Ndio hiyo nimeweka ina scroll hapo chini. So if you want to talk to us via WhatsApp, there is a number that is scrolling down there. Please use that number to talk to us. Stella Kirubo, see you later when the song imeisha. This hurts so much. Yes, but unrested, but his songs live forever. Nancy Momanyi tuned in. Life is short, kaki. Umetukumbusha mbali Belden. Okay. Nancy Momanyi just tuned in. Okay, Walter Osoro Mukaya present, tuned as usual. Asante sana. Oyogakuru kwa Boniface Moimbo. Boniface Moimbo niko ndani. Karibuni sana. Comment chino gaiga chirichi nyinge, but I want to try as much as possible. Nchisome elindelio nalio kero mondo atariko ba left behind. Thank you team for those who are joining us. Karibu sana abali muri abageni. Karibu sana. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Akuru kwa John Amwama, hi kaka Belden, rest in eternal peace. Oya akuru kwa Judy Nyaboke, tuned from Nairobi. Umoja Van Vanessa, rest in peace Belden. Tigamba elingi omondato sabere tokuwa na niga hi omaganie kiraga ndate kuna kuiroberi. You can join us via this link. Okay, tigamba link omontato sabere. Oh, the guest is here. Wow, hey, somebody to pray for us, mgeni amewasili hapa. Somebody to pray for us. Mgeni amewasili hapa. Mgeni amewasili hapa. Aha. Mgeni amefika, mgeni amewasili hapa. Changing a few logistics. Karibu sana visitor, I see you. Karibu sana. Nakupa nafasi kwa dakika chache tu kidogo. Dakika chache tu kidogo. Nataka mtu atuombe ili tuanze. I want to give you a link guys, somebody to pray for us so that we begin this show. Mgeni ashawasili hapa. Somebody to pray for us. Okay. Yeah. There is the link. Please make sure you join somebody to pray for us so that we mtu atuombee tafadhali kwa hiyo link so that tukaribishe mgeni aendelee na show ya siku ya leo. Nataka nimpe nafasi leo hii. Na leo tafadhali leo hii tutatumia lugha ya Kiswahili. Leo hii tutatumia lugha ya Kiswahili. Leo tutatumia lugha ya Kiswahili. Okay. Who is praying for us? I can see Anita, I can see Kalista, I can see Omache. Kalista ametupotelea sana. Yey, wewe. Mwana mpotefu. Tuombe tuanze show. Mgeni ashafika kwa hapa ameketi. Tafadhali. Haya. Okay, tuombe.
Well, let's pray. Father in heaven, we come unto you this moment, Lord. We thank you, we glorify your name, Lord. As we start this program, may you be with us, help us and protect us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay. People are guessing, continue. mgeni amefika. People are guessing, who is this? Mutamuona tu anakuja. Haya. Just to lay a background before nimlete. There has been a debate kwamba wasichana wetu na our brothers and sisters wenye wako abroad pesa zao uliwa sana na ma relatives na wazazi na mandugu na madada wenzao. Watu wanadanganywa. Naambiwa school fees ya mtoto ni 50,000, wanalipa 2,000, zingine wanakula. Unaambiwa nyumba yako ina cost 500,000, wanajengea kitu tuseme nyumba actually wanajenga, wacha niite short house ya 300,000, nyingine wanakula. Unapata kwamba unatuma pesa kwa wale ambao unawaamini, lakini unapata hizo pesa hazitumiwi kulingana na jinsi ambavyo unahitaji. Kwa hivyo leo hii kuna mgeni ambaye atakuwa anazungumzia masuala kama hayo hapa. Nachukua kalamu na karatasi na utakuwa unauliza maswali. Unapata contract imeexpire mahali unafanya kazi, ukirudi nyumbani hapa ushago, pesa zako ulikula zote kitambo, ulitumia majirani wakakula zote, ulidanganywa watu wakakula pesa zako zote. So ukirudi nyumbani ugocha mago kama saa. Okay. Watu wameingia hapa leo. Naona Mugoi kondani. Huyo anaitwa nani? Rispa Ombui, karibuni sana. Ven, karibu sana. Monyo, karibu sana. Aha. Mgeni yako hapa, nasubiri amalize simu nimlete hapa. Najua yeye ni celeb, simu zinaingia kuingia. Nataka amalizane na simu moja hapa, nimrushe kwa studio kisha tuendelee na debate ya siku ya leo. Omenga Junior tuned in, good message, karibuni sana. Vel Materi, hi na kuona. Yobe Shobeshae watching live from Nyangoso na my wife Margaret Kerubo hadi tamati, asante sana, karibuni. Judy Matunda engo itomo ntopi ebesa yane kurwa tambe Kumolimi Shemo ndiye kifro mkuwei niko ndani. Elizabeth Mabeya anasema okay, mgeni wetu amefika hapa, naona kwamba ako tayari. Okay. Mwana wa Mary yuko hapa pamoja na sisi hapa leo kwa show. Kwa hivyo tunaelewana nyote na warudisha backstage, tuachie mgeni pulpit, akimaliza mtakuja na maswali. Mwana wa Mary, habari ya leo? Natupata kweli? Salama sana, habari ya leo? Salama sana, karibu sana kwa show. Muko vipi? Tuko salama, hatuna neno. Jui kama unanipata kidogo tu. Okay. Haya. Lile Nyarombe, ukweli mtubu kaka, watu hula pesa zetu. Anaitwa Valin Dan Show tuned in, asante sana, show iko maridadi kabisa. Margaret Bonarili, wow, nimeona show itabamba leo vile tuko na mgeni. Karibuni sana, mgeni yuko mwingine huyu anaitwa nani huyu? Okay, amemaliza. Okay, bado. Haya. Kiongozi na kuona hapo nyuma kidogo, karibuni sana. Mohamed Mwambela na kuona backstage, karibuni sana my brother, feel at home. Omache TV kaka, team yard is is failing me. Okay, ni network kama nini? Jerusha Ondari, I'm tuned in, get you loud and clear. Keep sharing the show guys, keep sharing the show, keep sharing the show. Okay, I hope sasa natumai uko sawa. Vipi? Ni kuna issue tu niko nayo hapa kidogo. I'm trying to follow up. Okay. So, mtakuwa mnaniuia radhi wakati mwingine kama simu zitaingia. Yes, habari ya jioni. Salama sana hapa studio, tuko salama na hamna neno. Mniondolee huyu mtu anaitwa hapa Kalista, anasumbua huyo msichana. Tumemng'oa. Tumemtupa nje. Anasumbua sana.
Mumeleta mjadala kuhusu finance Yes. Kwanza kwa majina naitwa Mwana wa Mary, hiyo ndio inajulikana, niko nchini Saudi Arabia. So ninaomba kaka Sungura, Yes. tupatie mwelekeo tafadhali. Vile nilivyosema hapo awali, nilisema kwamba kuna wanadada wetu na mandugu zetu wanafanya kazi katika nchi za nje kutoka nje na Kenya, na unapata kwamba wengi wao wanafanya kazi kwa contract, for example Saudi Arabia, Qatar, USA na kwingine pale. Unapata kwamba watu hawa wanapitia magumu sana kutengeneza hela, wanayapitia magumu kupata pesa ambazo zitawasaidia, lakini unapata kwamba pesa hizi wanadanganywa na ma relatives back at home. Unapata mtu anaambiwa kwamba labda mtoto umeacha shule hapa analipa shilingi 50,000, lakini shule wanalipa shilingi 10,000, zingine wanakula. Unapata wanadanganywa wamejengewa nyumba, kumbe ni uongo. Nyumba inapigwa picha ni nyumba nyingine ambayo si yako, pesa wanakula. Kuna watu unawaamini kama wazazi. Kwa mfano, kuna wazazi wengine ukiwatumia pesa unamwambia niwekee hizi hela, unawatumia kila mwezi tuseme 10,000 wakuwekee kama akiba. Unapata hizo pesa zote wanakula. Baada ya kumaliza ule mkataba mlioandikiana pale mahali unakofanya kazi, ukirejea nyumbani unapata kwamba hauna hela hata kidogo ya kuanzia maisha. Kwa hivyo leo hii nilikuwa nataka at least to enlighten madada zetu na mandugu zetu jinsi ambavyo mtu anaweza kujikimu na hizi hela kidogo, ili at least akimaliza kazi baada ya miaka 2, baada ya miaka 3 apate kwamba ana kitu kidogo cha kwenda kuanza nacho maisha atakaporudi Kenya. Ndio maana Mwana wa Mary tumekuita hapa studioni leo hii ili utatue masuala kama haya, kwa sababu najua wewe you've handled such issues na watu wengi unawajua, na mambo kama haya umeyashughulikia kwa miaka mingi sana. Kwa hivyo jisikie nyumbani na karibu katika show ya siku ya leo. Asante sana. Kwanza nataka kushukuru kwa kunipa nafasi nyingine na kuja kuzungumza na Wakenya, na pia kwa kunipa uaminifu na kupata hii fursa ya kuzungumza na wenzetu ambao wanatupata kwa hii Hot Kisii TV. Hili ni swala ngumu na pia ni swala rahisi, na hata wakati ubalozi wetu balozi huyu alipoingia hapa mara ya kwanza, I think katika ule mkutano tuliokuwa nao na watu wa diaspora, kukiwamo chairman of diaspora ambaye ni Mr. Oyugi, I think tulikuwa na such a discussion kwa meza. Sema about finance na pesa zinavyoweza kuwa zinatumwa ikiwa nyumbani. Watu walikuwa wanalalama ya kwamba wana familia zao zinawadisappoint. Lakini mwanzo acha tuanze kwetu sisi wenyewe. Yes. Jambo la kwanza, mimi ninajua nilipozaliwa, ninajua watu mahali nilitoka. Kabla sijaanza kulalama na kuleta mambo mengi, pia unawei mambo ambayo yanafanywa. Nikipatiana mfano kama mimi, first of all, you be a principled person. Ya kwamba tumekuwa kwa kupokea maneno. Yaani mama akisema nitaweka hawa watoto nje, unaona watoto wangu watakuwa hivi. Yes. Alafu tunakosa pia kujielewa wakati tumeondoka, ya kwamba niko tu kwa lile boma ambalo kwa mwezi hatukukuwa tunaingiza 10,000. Kwa hivyo umeona kuwa sonko fulani ameshaingia kwa hii boma. Wakiitisha pesa, kiwango cha pesa kidogo ambacho unaweza kipata ni kuanzia 15,000, 20,000. Na hakuna mtu apendi pesa za bure. Hakuna mtu apendi pesa za bure. Kila mmoja katika maisha haya tunayoishi, kila mmoja anapenda pesa za bure. Pesa zikiingia na hauzifanyii kazi,
pesa hizo zinakuwa tamu sana. Hata kama umeambiwa kuweka, utazieka leo, kesho kutu unazitumia ukisema akikuja after 2 years hizo pesa zitakuwa. Lakini 2 years zinaisha, kumebakia unawaambia nitakuja next month, anasema kwani unakuja haraka aje? Ukiambiwa unakuja haraka aje, jua huna kitu. So swala hili liko na changamoto nyingi sana. Liko na changamoto nyingi sana, na haswa sana kwa dada zetu ambao wako contract. La kwanza zaidi ya kwamba matajiri wengi hawakui na uhusiano wa karibu kusaidia msichana kupata zile stakabadhi za kuwa na vyeti vya bank. Unapokuta kwamba wengi wetu ambao wanakuja kufanya huku kazi wanabaki kuwa wengi ni wale wanafanya hizi kazi za chini, madereva, dada zetu wengi wanafanya hizi kazi za uyaya, kazi za nyumba, wanajiita house managers. Wengi wanafanya hizo kazi. Kwa hivyo kuna kuwa na ule ugumu ya kwamba tajiri anataka zaidi atume pesa zako nyumbani. Na pia wewe wakati ulitoka nyumbani haukujiandaa. Lakini kwa hizi contract mpya nafikiria around 80% wamefungua account wakikuja. Kujiandaa unamaanisha nini, Mwana wa Mary? Kidogo tu kabla hujaendelea. Kujiandaa ni kwamba watu wengi hawakujiandaa walipokuwa wanatoka nyumbani, ya kwamba wako na bank account, ama mtu alibeba M-Pesa yake, ama mtu, yani you prepared mahali penye utakuwa unatuma pesa zako za savings wakati unatoka nyumbani. So swala la kwanza nataka kuambia watu tuwe rahisi kwanza kuongea. Kuongea na tajiri wako ya kwamba ni mimi nilikuja kufanya kazi. Ni mimi nilikuja kufanya kazi, kwa hivyo naomba pesa zangu nizitumwe kwa masharti yangu. Si kwamba mshahara mwisho wa mwezi imetumwa yote nyumbani na hawakuwekei. So kwa wale ambao kwanza walifungua account kwa bank, nataka kusema hivi. Waswahili walisema kwamba mwenye ameumwa na nyoka akiliona gamba la nyoka hushituka. Kuna kitu kinaitwa probation time ya miezi 3 ambapo mtu hafanyangi kitu. Kuna miezi ufanyangi kitu, tuseme mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, mtu hafanyangi kitu. So dada zangu kwanza, ambao wacha tuanze na wale ambao wamefungua account Kenya. Kitu cha kwanza ni kwamba ongea na tajiri wako aweze kukupeleka bank ufungue account ya huku. Account ya huku ambayo unaruhusiwa kutransact pesa wewe mwenyewe, kwa hata kama ni kwa Western Union, direct to your account. Una transact pesa direct kwa account yako. Alafu kuna pia hapa mobile money ambayo imekuja inaitwa STC. STC application kwa wale ambao wanatumia internet, unaweza i-download na uambie tajiri yako akusaidie, ya kwamba wakati unapata mshahara ana deposit pesa kwa hiyo application. Sasa hiyo application itakusaidia kutransact pesa kutoka kwa hiyo application kwenda kwa M-Pesa yako direct ama kwa bank yako direct. Hiyo ni second channel kwa wale ambao walifungua accounts wakiwa Kenya. Ya tatu ni afadhali ukuwe na trusted person. Unajua wakati unatuma pesa, stop being careless. Stop being careless. Ukituma pesa, kuna zile stakabadhi zinafuatana na pesa ambazo umetuma. Ukituma pesa, mtu akienda Western Union namwambia mimi niko na account kwa Equity, enda kwa Equity yenye kwa hapo karibu iko na Western Union, toa pesa. Ukitoa pesa
naomba hizi zikuwe deposited kwa account yangu. Wakati huo huo toa pesa alafu deposit. Please utaniruhusu nichukue hii simu wakati unasoma comments. Okay, ni sawa. Okay. Kale ni Mogaka tuned in. Judith J. Cool Chivachi tuned in from Nyangusu. Asante sana. Mtush Mwana, umesema kuhusu M-Pesa. Ni vipi tu unaweza ekewa pesa zako kwa M-Pesa? Maana hawa boss wangu walikataa kuniekea. Sawa, utajibiwa akirudi hewani. Velmateri, andika hizo accounts tuzione. Okay, sawa, takuwa anawaambia. David Ogamba, kujiandaa kivipi? Okay, ndio yeye amejibu kwamba wakati unatoka nyumbani haukuhakikisha kwamba umefungua bank account na vitu zingine mahali ambapo pesa zako zitakuwa zinawekwa. David Ogamba, swali lake ndilo hilo. MD Monyongo anasema tuned in. Asante sana. Judy Matunda, mimi niliamua kuishi kama Mkikuyu. Tumia mzazi pesa ya sukari peke yake, zingine jiwekee. Mchezo wa pesa siwezi amini mtu. Haya, okay. Nzolani Junior, I'm tuned in from Saudi Arabia. Asante sana, karibu kwa show. Rashi Keri, karibuni sana na kuona hapo. Thank you so much. Mwingine hapa anasema ni nani? David Ogamba, hebu zitaje zote. Sawa, atazitaja akirudi hapa. Kale ni Mogaka nasema tuned in, karibuni sana kwa show nyote. Okay. Kwa wale ambao mngependa kuzungumza pamoja nasi, kuna namba ya WhatsApp tumeweka hapo chini, ina scroll hapo. Ungependa kuzungumza pamoja nasi, ungependa kujiunga na kikundi chetu cha WhatsApp, tutakuongeza. Okay, I hope Mwana ako tayari sasa kuendelea. So nimesikia maswali machache hapo, lakini nilikuwa bado ninaendelea kusema. Nilikuwa nasema kwamba unapotuma pesa zako zinapofika nyumbani, umetuma kwa Western Union. Wacha kukua careless. Ambia yule mtu toa pesa, ukishatoa pesa, deposit pesa zangu kwa account yangu. Kwa ile account anapo deposit pesa, kuna slip inatoka. Kuna kitu anajaza, kuna hiyo slip ya kujaza ndio uende udeposit pesa, si hivyo? Yes. Yeah. So hakikisha kwamba wakati umemwambia deposit pesa, amedeposit na amekutumia slip ya bank ambayo imestampiwa. It is good uhakikisha kwamba hiyo slip imestampiwa na wamekutumia, ndio ujue ya kwamba hizo pesa zimeingia kwa account yako. Alafu mara nyingi sana wakati tumeregister tukiwa nyumbani, wengi wamekuja na line zao za Safaricom. Wengi wamekuja na line zao za Safaricom huku. Safaricom still can operate. That is where you can trust your people and see how they can cooperate with you. Kama umekuja na Safaricom line inafanya kazi mahali kokote penye upo, tell that person wakati umeshatuma pesa akudepositie kwa account yako ya M-Pesa saa hiyo. When that person anaanza kuleta visababu vyenye havipo, una haki ya kuchange mtu mwenye unatumia pesa. Acha nikupatie mfano mmoja. Yes. Kuna dada alikuwa contract kwa miaka 2 na ilifanyika ya kwamba alikuwa wa kutoka nyumbani kwetu. So kwa huu mtandao tulikuja tukapatana na tukaanza kuongea, na akaniambia anaenda vacation after 6 months. So nikamwambia kama unaenda vacation after 6 months, unaenda kurudi? Akaniambia hapana, naenda kabisa, sababu nimefanya kazi miaka 4, nimeenda nikarudi, sasa nataka sasa nikienda niwe nimemaliza kila kitu changu. Nikamuuliza ni nani huwa anakusevia pesa? Akaniambia my uncle ni daktari, ndio huwa ananisevia pesa zangu.
Nikamwambia hawa watu wenye wako na pesa nyingi sometimes hawakuangi wazuri, so ni vizuri uangalie. Akaniambia hapana, huyu hawezi kula pesa. Na nikamwambia sasa, naomba tuaminiane kitu kimoja. Alikuwa analipwa shilingi 1,200. Nikamwambia before miezi mitatu iishe, ninaomba utume pesa kwa mtu mwingine. Tukashauriana kwa mtu mwenye atatuma kwake pesa. Nikamwambia utume kama ni 2,000 ama 3,000. Julisha mtu yote utataka kujulisha nyumbani kwenu, lakini because wewe unajua mpaka kwetu kwenye mimi nimezaliwa, baba yangu namjua na kila mtu unaweza mfikia, wanakujua, hakutakuwa na shida yoyote. Basi aliona kuniamini na tukaamua to play the deal, na akachukua 3,000 akaweka huko. After that 6 months zilipoisha, akapanda ndege na akaenda. Nikamwambia ukishafika nyumbani, nenda nyumbani uone vile mambo yapo. Ukimalizana na hayo mambo, ukiona yako sawa, kuja uchukue pesa zako uongezee kuendelea na miradi yako. Ikiwa ya kwamba itakuwa vibaya, nenda uchukue pesa na ujipange nayo. Amini usiamini, zile 3,000 peke yake ndizo pesa alikuwa nazo akifika nyumbani. Na hali aliyokuta nayo watoto sio ile hali ambayo alikuwa anatarajia kuwapata watoto wake wakiwa. Alichukua hizo pesa na akatamani. Nikamshauri ya kwamba usichukue exit, chukua exit re-entry visa, ya kwamba unapoenda ukikuta mambo ni sawa, bakia huko juu, utairudi. Lakini ukikuta ni mrama, kurudi ukiwa umefunguka akili. Alienda akakuta ni mrama, alichukua zile pesa tulizokuwa tumeziweka 3,000, akatoka akaenda kukomboa nyumba Nairobi, akatoka ushago na akaenda kukaa. Hakumaliza hata muda wa vacation, akarudi na akasema kweli uliniambia. Na wengine hivyo hivyo wamekuwa, hata kama wao ni runaway huku, akatengeneza pesa zake, akaamua amnesty vile imekuja, acha nianguke, nishuke nyumbani, nitengeneze mambo yangu ya familia. Akifika nyumbani anakuta hali sio ile tena. So wakati huu ndio naambia mtu ya kwamba, wakati unaambia kama wale ambao walifanikiwa kuja huku na line zao za Safaricom, put that line on, wakutumie pesa kwa hiyo line, weka hiyo account savings and avoid kureply messages za brokers, because kuna brokers wengi sana ambao wana withdraw pesa za watu kutoka kwa M-Pesa. So avoid messages za kutumiwa umewin, sijui kuna loan, na unakuta ni namba ya mtu imekutumia na kuambia call this number. Unaanza avoid kwenda kwa social media, kwa Facebook, kuchat an official Facebook page. Ukitaka eka credit, nunua credit hata kama ni ya sawa, call Safaricom direct, kwa sababu namba yao ya direct ipo. Call them direct na watakudirect kwa link ambayo itakusaidia uwa kwamba ukifanya savings zako ama ukifanya transactions zako ziko sawa. So unaweza eka pesa yako kwa mshwari, unaweza eka, because now M-Pesa inaenda to 200,000, so you can put there your money na uione. Pili, try to be stingy. You cannot develop ukiwa mkarimu kabisa kwa familia, huwezi. Try to be stingy. Wewe mwenyewe ukiishi na watoto wako nyumbani kwako, jaribu kulinganisha hizo hali za hiyo maisha na uziweke sawa penye upo, ukijua ya kwamba
Haya, mic yangu ilikuwa off. Hai, pole sana. Kuna simu nilichukua hapa yenye ilikuwa ya emergency. Kuna wanahabari wenzetu hapa Kisii walikuwa wamekuwa abducted, kwa hivyo nimekuwa nikifollow up the issue. Lois Mora, nimeona ujumbe wako hapa. Velma Terry, asante, nimetengeneza microphone, nimegundua ilikuwa muted. Asante sana. Shem Ondieki, nimeona jumbe zenu tafadhali, pole kwa hilo. Pole kwa hilo. Velma Terry, okay, hizi nitasoma baada amemaliza. Hizi nitasoma baada ya kumaliza. Salomo Nyoki, it's true. Mwana, mimi nilifanyiwa hivyo, I can't forget. David Ogamba, swali lako naliona hapa tafadhali, tutakuwa tunalijibu akimaliza kuzungumza. Nataka amalize kwanza, akimaliza basi nitalijibu. Hata Safaricom, since CEO alikufa, wanaiba watu. Haya, mie walini block line yangu, wapigia kuniambia venye na ni block line, wakachukua 5k yangu na message inatoka Safaricom. Next kuulizia hawakujibu message zangu. Okay, sawa. Okay. Some of our journalists, some of our 3 Kisii journalists walikuwa abducted by their non-gang. So hiyo ndio issue hata mimi nimekuwa nikifuatilia hapa. But then we thank God they are on safe hands. Polisi wamefika, our colleagues tayari wamefika na wameokolewa. So we really thank God for them. Na as we speak, they are on safe hands. They were abducted while on duty around 7:45 p.m. This evening. But tunashukuru Mungu, sasa wako sawa. They were abducted while on duty, wakiwa kwa gari yao. They were hijacked at gunpoint. They were hijacked at gunpoint na majambazi. But we thank God. 2 ladies and 1 gentleman, and 3 gentlemen. 2 ladies and 3 gentlemen. They were from duty around 7:45 today evening. Wakakuwa abducted na majambazi waliokuwa na bunduki. But tunashukuru Mungu, polisi wamefika na some of our colleagues have arrived at the scene huko Nyangusu hapa Kisii. But tunashukuru Mungu wako sawa. Haya. Waja tuendelee na show. Okay. Anet Maroka anasema very true. Okay, kuna maswali hapa lakini sitaki kuyasoma sasa. Mary Keruba, mimi nilifanyiwa hivyo lakini Mungu hakuniacha. Kumbe this issue has affected so many people, and it's very common. It seems this issue is very common, It seems this issue is very common, na tutapata jibu. Keep sending your questions here na tutakuwa tunawajibu. My brother, keep sharing the show by the way. Kama uko WhatsApp, kama uko Facebook, keep sharing this show so that tusaidie watu wengi. Na iwapo ungependa kujiunga na kikundi chetu cha WhatsApp, kikundi ambacho kimesimama na show hii, ukiona tuko live hapa, kuna watu ambao wanasimama na hii show kila siku kuhakikisha kwamba mitambo iko sawa, internet iko sawa, imelipigwa vizuri na software zimelipigwa vizuri na kila kitu kiko sawa. So we really thank them for their selfless effort day and night to make sure that we are live every evening. Na wapo ungependa kutusupport, basi tuna kikundi cha WhatsApp na ungependa kuongezwa pale, haya, tuma namba yako kwa WhatsApp inbox on 0700 16 94 44 0700 16 94 44. We are raising 380,000. We are raising 380,000 towards the purchase of our studio instruments. So if you want to support us, please feel welcome. Okay. Yes. Mwana Mary, kuna maswali hapa. I think kwamba nitakuwa na time. Nita extend kidogo leo ndio nifurahishe Kalista. Nitawapea, tuko na 1 hour, tuko na enough time. Yes. Kuna maswali hapa sijui utajibu baadaye. So kuna maswali hapa sijui utajibu baadaye. Kuna maswali hapa sijui utajibu baadaye. Okay, mengine maybe ninaendelea kuyajibu kwa hotuba yangu ambayo ninaipatiana.
Tuendelee. Yeah, kwa hivyo nitakuwa ninaangalia yale ambayo nimeyajibu, nitawaambia nimejibu, naweza rudia live na usikize. So ndio tulikuwa tunasema ya kwamba tulikuwa tumeacha kwamba we learn to trust your people na kuwa mstinji kidogo ukilinganisha maisha uliokuwa nayo. Jaribu kubalance life ikue ile ulikuwa nayo kabla haujatoka. Na pia tukiangalia kwa vijiji ambavyo tumezaliwa, jaribu sana vile utaweza. Ukiambiwa, tumesema hapa mfano wa school fees, jaribu kuuliza vitu ambavyo vinahusika na hiyo shule. Jaribu kuuliza documents. Acha kuambiwa kitu na unafanya tu. Let me give you an example. Mimi niko na mtoto nyumbani. Wakinipigia usiku waniambie, oh, mtoto hajakuwa hivi, ningekuwa hapo tungefanya aje? Exactly, ningekuwa hapo tungefanya aje? Si tungembeba tuende hospitali? Ndio. Na in public hospital pesa zenye zitakuanga zinatakikana si pesa mingi. So unapigiwa mtoto ni mgonjwa, the best you want to send is 5,000 Kenya shillings. Wewe unaonyesha uko na pesa. Alafu watu wengine pia mumeishi kwenu mkiwa wastinji. Yaani wewe kwenu wanajua ya kwamba ndio utoe 100 uko na 800. Ndio utoe 100 uko na 800 ama 1000 ndio utoe 100. So they have learned ya kwamba ukiwatumia pesa huwa hawaoni yenye umetuma, wanafikiria chenye umebaki nacho. So try your level best to balance the family. Then pia tuanze kuangalia ya kwamba mtu akienda kufanya kazi Nairobi anafanyanga kuanzia January to December ndiye asafiri arudi nyumbani. Hao watu wanafanya kazi ya viwango vidogo. Ulienda tu, kwenu ni Kisii, kwenu ni Western, lakini umeenda Nairobi mahali pa 1,000 na unafanya kazi Januari mpaka Disemba kama haujawahi safiri kwenda nyumbani. Lakini ukikuja huku unataka kwenda, unataka kufanya na nyumbani vitu zingine zilikuwa zinafanyika nani hapo karibu haukuwa ienda. So discipline yourself na kile ambacho unakipata. You just have to discipline yourself. Ndipo unaweza kuwa na kitu ambacho unaweza jifunia. But kama sio hivyo, watakunyonya kila kitu na ukirudi nyumbani utabaki pale pale ulipokuwa. So wale ambao wako kwa contract is a big challenge. Is a very very big challenge kwa wale ambao wako contract. Niko live, nitakupigia tafadhali. Okay. Is a big challenge. Wale ambao wako kwa contract is a very very big challenge. But through trust ya kwamba kama watu wengine tunaweza ungana, tunaweza shikana, we can get those people ambao wanaweza kuwa na, you better even use 1,000 bob or 1,500 and somebody can deposit the money immediately after you have sent your money back at home. So wale wako kwa contract, mambo ya STC, you insist ya kwamba bosi wako anaweza kukutumia pesa kwa STC. Kwa hivyo STC money transfer inaweza transfer pesa direct to the M-Pesa. Direct kwa M-Pesa. Na ukute kwamba pesa zako ziko safe kwa mikono yako na penye upo. Wale wako na bank, tafadhali nitakushauri, pesa nyingi zinatumwa nyumbani. Pesa nyingi zinatumwa nyumbani. But
least example nyingine yenye naweza kupatia ni kwamba unaweza pata a friend can be more than your family. Unaweza pata kwamba you can get another person who can accompany, unaweza mshirikisha kufuata yule mzazi wako ama kufuata yule brother yako. Unamwambia kwamba raundi hii wakati tunatuma pesa masharti yamebadilika, huyu mtakuwa na yeye huko, lazima uende na yeye, hata sign lakini lazima akuwe hapo. So akienda akifika pale, yeye atakuwa na mandate moja tu, wakati pesa zinachukuliwa zihakikishe zimedepositiwa kwa akaunti yako. Wale hawana account, by the way, ni kwa neema. Mimi nitasema hivyo, ni kwa neema, kwa sababu it will be a very big challenge because matajiri wengi hawapatii hawa wasichana pesa kwa mikono. Zaidi hapa kwa nchi zingine kama hizi, matajiri wengi hawapatii pesa zao kwa mikono. So mimi nitaweza kusema ya kwamba insist upewe pesa kwanza. Insist upewe pesa. Insist upewe pesa zako kwa mkono, na usimkopeshe madam pesa. Usimkopeshe madam pesa. Insist uwekwe pesa zako, zingine tembea nazo. Zingine tembea nazo. Wamama wako na sehemu za kuficha pesa, kaa nazo. Kiumane ukiwa nazo, fight for it, ukijua ya kwamba niko na pesa zangu. Sijui tutachukua nafasi, ningependa tuendelee sana, lakini tunaomba tuwe tunaendelea, watu wetu wakituelewa mahali tunaelekea. Kwa hivyo tutaweza leta maswali kiasi, tuone ya kwamba inaweza kuwa namna gani. Alafu wale ambao wanataka kukuja, wale ambao wanataka kutoka, hakikisha kwamba umeconnect line yako kutokea kwa bank. You have connected your line with your email na M-Pesa yako, na hakikisha ukitoka Kenya umebeba line yako ya M-Pesa. Hakikisha kwamba uko nayo mikononi mwako. Okay. Huyu anaitwa Mtush. Tueleze ni vipi tunaweza tumia pesa kwa M-Pesa. Bosi wangu huwa anatuma pesa Kenya through STC yake. Sasa atawezaje kunitumia kwa M-Pesa yangu? STC iko na transaction. I think that will be a topic ambayo ni muhimu sana, na ningependa simu hii moja yenye ninatumia ndio inaweza kuwa na hiyo transaction ya STC. STC iko na that transaction, iko nayo ya kutransfer pesa kutoka kwa simu mpaka kwa simu nyingine, and it has a very very nice rate. Unanipata? Iko na rate nzuri sana. Ni mambo tu ya kuongelesha bosi yako ya kwamba I want you to send the money through. So hiyo process nitakuja hapa, or I will invite people ambao wanatumia hizo transactions sana waje waelezee ya kwamba kunakuwa hivi, kunakuwa hivi. I will download it in another phone. Download kwa another phone whereby itakupatia process, and also you can Google. Unaweza Google. Enda tu kwa Google na useme how to send money from STC to Safaricom line or to M-Pesa. Itakupatia hizo guideline zote ambazo zinafaa kufuatwa. Just go to Google, itakupatia. Na ukishauriana na bosi wako, atakubali kukutumia pesa kwa line yako direct. Lakini kama kweli weza kuwasiliana na mtu, kuwasiliana na mtu ambaye anaweza kutransfer pesa kwa kutoa pesa kwa Western Union, alafu akutumie kwa simu yako saa hiyo, tunasemanga ala tool, akutumie saa hiyo kwa simu yako.
Usingoje eti nitakutumia kesho, eti kuna nini. Hapana, akutumie saa hiyo hiyo. Mbona watu wengi hawapewi pesa wajidepositie wao wenyewe na mabosi? Hilo ni swala ngumu sana. Ni swala ngumu. Kulingana na sheria ni kwamba unafaa kudeposit pesa zako wewe mwenyewe. Because kulingana na ile mswada ambao uliletwa ni kwamba kila mmoja anafaa kufunguliwa account. Kwanza hakikuwa kwamba mtu alipe pesa kwa mkono. Ni kwamba mtu alikuwa anafaa alipe pesa kupitia bank na apewe ATM kadi yake. Lakini kwa sababu ya implementation, somebody who can implement that law, hapo ndio kuna shida. Unanipata? Hapo ndio kuna shida ya kwamba sheria zipo, lakini sasa ni nani ataimplement hizo sheria? Hakuna. Unanipata? So unakuta kwamba yote ambayo umeambiwa na tajiri wako ndio hiyo unafanya, na si wote. Wengine wao ambao wameweza kuelewa haki za wafanyakazi, unakuta ya kwamba wanakuwa rahisi kukufanyia vile unataka, yani haki zako kufuatwa, na kwamba wewe mwenyewe unapelekwa bank kujitumia pesa zako. Wewe mwenyewe unaenda huko ukijua leo nataka kutuma 2,000, situmi 5,000. Leo nataka kutuma 200, situmi hii. Ndio at least pia wewe unajipanga na pesa zako. Kwa hivyo matajiri wengi, lakini pia sisi tunakuwa na weakness ya kutozungumza. Kunakuwa na weakness ya kutozungumza. Tunakuwa na hali ya kusema ndio. Tumekuwa na ile heshima, lakini heshima ya kutojielewa. Kwamba unapatiana heshima na wewe ya kwamba haujielewi ni nini ambacho unafaa kukifanya. So lazima kwanza tujielewe na kurudia kuambia mtu ni mimi ninafanya kazi, pesa zangu nipe na mimi mwenyewe nijitumie. Kama sio hivyo, jaribu kufollow up kwa zile agents ambazo zilikuleta, kuweza kuwasiliana na huyu mtu ya kwamba akupe pesa zako mikononi, ndio uone vile sitaweza kujituma nyumbani. Wengi wao hawapatii watu pesa kwa mkono. Hawapatii pesa kwa mkono. Na it's a very very big challenge, because inamaanisha utafanyia huyo mtu kazi miaka mingi sana, kwa sababu kila wakati hautaweza kutimiza malengo yako. Because malengo yako umeyaweka kwa mtu mwingine. Asipotenda inakuwa vigumu. Na wakati unatuma pesa, inabaki ya kwamba wanaanza kutumia huyo mtu mmoja huyo, hata kama anakula pesa ni huyo wanatumia huyo mwenye ulileta wa kwanza. Because hawa watu wanaamini kwa uaminifu ya kwamba ukisema ni huyu, wanaona huyo mtu lazima akuwe mwaminifu. Maana wao wako na trust, wanaaminiana wao kwa wao. Kama familia wanaaminiana. Sasa huwa wanaamini wakati mtu yoyote pia yuko katikati yao na yuko kwa familia yao, yule ambaye ameletwa mbele pia ni wa kuaminiwa. Hawajui ya kwamba tuko na ujanja wa kwetu ambao huwa unatufuata wakati mwingine, wakati vitu zingine tunafanya. Wao wanaamini kama ni mtoto wa familia, akitumiwa pesa ataambia mama yake ndio hii ilifanyika hivi, nimefanya hivi, akitoka ni hivi nilifanya. So unakuta kwamba kulelewa kwenye alilelewa, uaminifu wao, anaona pia ukisema ni huyu katika huo uaminifu, ni hivyo itaenda kukua. Mwana wa Maria nasema mimi natumia BFC Bank kuja kwa M-Pesa yangu, but shida siwezi tumia mtu kutoka kwa simu yangu. Endelea kaka Sungura, nakusikia.
Huyu anasema Mwana wa Mary, mimi natumia BFC Bank kuja kwa mpesa yangu, but shida siwezi tumia mtu kutoka kwa simu yangu. Je, kuna option? BFC Bank ni gani? I don't know. Hebu aseme ni full. Okay. Velma Terry, tafadhali andika in full. David Ogamba, nitajie hizo account zote za kutumia, niko tayari kuziandika. Kuna account ulitaja hapo awali, STC, I don't know, ukataja sijui ni nini. Hiyo ni STC money, hiyo ni application kwa wale ambao wako Saudi Arabia. Yes, STC money. Na kuna account zingine pia apart from STC? Hapana, account zingine za kawaida ni za bank, ingine hizo zingine ni za Western Union. Alafu kuna pia ya kutumia kwa ATM. Ni ya bank ya NCB ya hapa. Ya kwamba ukienda kuifungua pesa una deposit, alafu unapatiana watu 5. Hii ni anasema hii ni ya Bahrain, BFC. Ni ya Bahrain. That Okay. one I've no experience mostly, but wacha ni okay, hebu rudia swali lake. Alikuwa anasema anatumia BFC Bank kwenda kwa mpesa, lakini sasa shida ni ile hawezi tumia mtu wacha niangalie vizuri. Anasema anatumia BFC Bank kuja kwa mpesa yake, lakini shida sasa hawezi tumia mtu hiyo pesa kutoka kwa simu yake, hawezi ituma kutoka kwa simu yake kwenda kwa mtu mwingine. Maybe the only thing I'll have to say aweze kufafanua, chenye mimi ninaweza sema ni kwamba either huyu dada ana deposit pesa kwa account yake na ina reflect kwa simu yake. That is what I can say, because once you una transfer pesa kutoka kwa account nyingine kwenda kwa nyingine, hapo kama watu wenye wako na Equity, watu wa KCB wana withdraw pesa kutoka kwa account na inakuja kwa mpesa na wanafanya transaction. So either aseme ana deposit pesa kwa account yake na ina reflect kwa simu yake. That is what according to me, ina reflect kwa simu yake. So pesa iko kwa account na haja connect internet yako imehang, Mwana wa Mary, sijui ni nini mbaya. Internet yako imehang, I don't know. Internet yako imehangi kidogo, sijui shida iko wapi, kidogo tu. Okay, Mwana wa Mary, I think if you can exit and join again, if you're able to exit and then you join again, because okay, sawa, jaribu kujoin tena kwa sababu it's like your net ilikuwa inakataa. Kuna maswali hapa mengi, atawajibu moja kwa moja na mimi nitakuwa nayasoma yote hapa. Nitakuwa nayasoma hapa yote moja kwa moja. Douglas Bakari, getting you loud and clear and tuned in watching. Nice talk.
nice advice. Thank you so much. As we wait for Mwana wa Mary to join once again, Caroline Elekia, Faith Wanjala, inakuanga ni ngapi? Azin rate inafikanga 30. Okay. Okay, wacha tutengeneze mitambo hapa kidogo. Mitambo hapa kidogo tu, na tutaona jinsi mambo yalivyo. Haleluya, usitwa inyoirwe twensi. Amen. Yesu ni Bwana. Twainyoirwe no moneno ito, twainyoirwe no moneno ito. Abantu molera ekyagera inumwenyoirwe, abantu molera ekyagera inumwenywe. Chindakana molera ekyagera inumwenyoirwe, molera ekyagera inumwenyoirwe. Abataka molera ekyagera inumwenyoirwe, ababoraka molera ekyagera inumwenyoirwe, molera ekyagera inumwenyoirwe. Abakwereirwe molera ekyagera inumwenyoirwe, abarwaire molera ekyagera inumwenyoirwe, molera ekyagera inumwenyoirwe. Tatoito toinyoire, tatoito gakio toinyoire, tatoito gakio toinyoire. Molera ekyagera inumwenyoirwe, molera ekyagera inumwenyoirwe, molera ekyagera inumwenyoirwe, molera ekyagera inumwenyoirwe. Ningjorarere kereye sale moyo, ningjorarere kereye sale moyo, ningjorarere kere tatare mo egusi. Molera ekyagera inumwenyoirwe, keroka molera ekyagera inumwenyoirwe, keumbu molera ekyagera inumwenyoirwe, birongo molera ekyagera inumwenyoirwe, bosongo molera ekyagera inumwenyoirwe, ebirongo molera ekyagera inumwenyoirwe, enyamache molera ekyagera inumwenyoirwe, enyasiongo molera ekyagera inumwenyoirwe, ebogeche molera ekyagera inumwenyoirwe, alitabaka molera ekyagera inumwenyoirwe, enyamira molera ekyagera inumwenyoirwe, nainwogembo molera ekyagera inumwenyoirwe, nagesusu molera ekyagera inumwenyoirwe, abarandia molera ekyagera inumwenyoirwe, ayenosi molera ekyagera inumwenyoirwe, na Medina molera ekyagera inumwenyoirwe, aesau molera ekyagera inumwenyoirwe, na Edwardi molera ekyagera inumwenyoirwe, emosesi molera ekyagera inumwenyoirwe. Okay, asante sana. Mwana wa Mary yako hapa. Tumekuwa na hitilafu za kimitambo kidogo, lakini tumewasili tena. Karibu sana. Unmute your mic, Mwana wa Mary. Karibuni tena. Aha, tulikuwa tumefikia wapi? Ulikuwa una Poleni sana jibu kuhusu maswali zimetiririka hapa kwa wingi. Ulikuwa unajibu kuhusu BFC. Yes, nilikuwa nimesema ya kwamba huyo dada anafaa angalie kama huwa iko connected kwa line yake. Yes. Line yake iko tu connected na banki yake reflect pesa zake zenye zimekuja.
Yes, aangalie kwanza. Okay. Ndio hiyo tulikuwa tumejibu. Wacha ni ukweli SSC liko na rate nzuri. Lilian Nyarombe, at first nilifungua account nikapewa mpaka ATM, but shida ilikuwa boss alidai kujua pini yangu, akaniforce nimpatie, nikampa, but sikuwahi kuweka pesa kwa hiyo account cause niliogopa anaweza toa zile pesa. Ay. Haya. Okay, muulize huyu anaitwa Omache, muulize na PayPal yenye ina link na M-Pesa, je, anaweza semaje kuihusu? Nini? PayPal. Linking PayPal with M-Pesa inaweza fanya kazi? Mimi kitu ambacho nitaambia watu ni kwamba hizi link nyingi ambazo zimetokea za pesa zinapoteza pesa za watu wakati mwingi sana, ndizo zinapoteza pesa za watu. Unakuta kwamba I have done this transaction, kama hii sijui ni Utel or ni Airtel ama ni Utel ya Equity. Ni juzi tuliona kwa mtu eti amepoteza 900. Equitel, sijui ni Equitel. Tujui kama ni propaganda. So unakuta kwamba hizi applications nyingi zinakuwa na uaminifu wakati unaenda kupoteza pesa zako. Alafu wakati mtu pia anaregister, kutofautisha the original. Kwa wakati kitu kimefanyika, kila mtu huanga anafungua application na anaweka hilo jina. So ukienda kufungua unakuta ziko mingi, kama ni kwa Facebook. Ukienda kutafuta Mwana utakuta Mwana wengi mpaka unashindwa, na yote maybe wameweka picha yangu. So unashindwa kwamba original ni nani. So mimi nafikiria kwamba the easiest way, na I think ya kwamba kama kutakuwa na urahisi, the present ambassador alikuwa amesema kwamba kama watu wanaweza kuwa pamoja ambao wameshikamana na wako na issues za bank, he can organize how watu wanaweza kuja huku na watu wafunguliwe account ya kwamba kuwe na that trust, because tulikuwa tunataka hata kama tutakuwa na a way of opening account online ukiwa huku, lakini at least ikuwe officially kupitia kwa ubalozi, whereby inakuwa a genuine thing. Unanipata? Yes, kama kutakuwa na that link ya kwamba nikitaka kufungua account nikiwa huku na siko Kenya, na bank zimekubali kufanya hiyo kazi, zikuwe linked ya kwamba ile kazi wanafanya ukifungua account hii itakuwa active na pesa zako utazipata. That's hiyo kwa tunajaribu, na nafikiri ya kwamba ingali kwa mawazo yake, sijui kama hii mambo ya corona pia imekoronisha watu kwa akili. So okay. Tunaweza, sijui kama tutapata nafasi hiyo, tunaweza rudisha that agenda na tuone ya kwamba it is being implemented. Ilikuwa one of his agendas ya kwamba kama atakuona kwamba watu wameshikamana vizuri na we have people who need those accounts, he can get the people who can come and give advice, then watu wafungue hizo accounts wakiwa huku ama wakiwa nyumbani online. Ndio kuingia, naweza niwe nikituma kwenda my M-Pesa juu my boss hutumia STC
kunitumia do kwenda Kenya. Yes, the same boss anaweza tumia hiyo STC kukutumia pesa kwa M-Pesa yako direct. Yes. Okay, Osiemo. I have seen something and I will work on the solution. Okay. If you are an IT expert, Osiemo tusaidie. Bora usipe pesa yetu. IT are dangerous bwana. Sasa ndio nimekuambia kwamba okay, mimi sio professional kwa hiyo, lakini I'm telling you about what mimi mwenyewe nimeiona. Yani akisha hapa kwanza. Okay, David Ogamba. Okay, asante sana. Nimeshapata yenye nilikuwa nataka. Okay, thank you. Thelma Terry, I deposited in my M-Pesa account through BFC Bank, but I can't send this money from my M-Pesa account. Huyu sasa yake ni complicated. I think as you said, Mwana wa Mary tutafutie an expert in the section you mentioned so that we see how we can sort out the issues. Yeah, that one I'll do it. Ingawaje siku hizi time yangu imekuwa tight, lakini that one I'll do it. I'll promise ya kwamba naweza tafuta mtu ambaye ako expert kwa hiyo ili tuweze kuona ya kwamba mtu akifanya hiki kitu ataweza kusaidika. Isikuwe tu ya kwamba tunapiga hapa mdomo kaya. Yes. Asante. Haya. Sikumaliza hiyo SMS. Okay. Lilia ni kumaliza SMS yake ndio yule alisema kwamba bosi wake alimwomba pin. Nilipoacha akaanza kulalamika, mbona siweki pesa? Nikamwambia mimi pesa zangu najiwekea mwenyewe. Akasema kwa nyumba yake hakuna account. Ikabidi niondoke kwake sababu ya hiyo issue. Okay, so we become parted ways. Okay, ni sawa, lakini kuna kitu kimoja ambacho mtu anafaa kuelewa. Ni kwamba pin ni private. Na pin ya ATM huwezi toa pesa bila ATM. Nanipata? Huwezi toa pesa bila ATM. So huyo mtu alikuwa anataka kumonitor through ya kwamba yeye ndio mdozi, anaweza kuwa na connection ya watu wa bank kujua ya kwamba pesa zako zinaendelea aje. Yes, lakini mtu hawezi withdraw pesa kwa account yako bila pin yako. Ama ni wale wajanja ambao wanajua ya kwamba tukikosana watakunyang'anya pin, watakunyang'anya ATM. Na unajua kuna vitu zingine hata ukilazimishwa kufanya unakuwa tu mwerevu. Pin yako kwa ATM machine unaweza badilisha. Kwa ATM machine tu unaweza enda kwa ATM na uweke kubadilisha pin na ubadilisha hapo kwa hapo. Kwa hivyo hicho kitu kisiweke mtu stress nyingine kubwa, hapana. Akikuwa na sumdanganye. Yes. Sumdanganye. Okay. Yeah, mdanganye. By the way, it's true, mdanganye. Akikwambia nipatie pin, namwambia 332. Simple. Anaona una shida. Na sio hiyo. Sasa utaka kujua ya kwamba huwa anazunguka kwa account yako, ni wakati atakuja kukuambia mbona hii pin yako haifanyi. Ndio wakati utajua kwamba huyu mtu anazunguka kwa account yako. Unanipata? Mpatie wrong pin. Okay. Kunaenda kwa ATM, badilisha pin. Ukienda the first day unaenda kwa ATM, badilisha pin. Usiweke ile yenye tayari yenye ilikuwa original. Akikuuliza mpatie karatasi original pin. Mwambie pin ndio hii hapa. Na kumbe ushabadilisha.
So kuna mambo mengine ambayo usilete argument yenye haileti shangwe. Wewe mpatie pin yenye anajua hiyo, kaa nayo hivyo, nyamaza. Ukijua anazunguka kwa ATM yako ndio umuulize, hey, na unajua pesa ni siri ya mtu, unafanya nini huko kwa ATM yangu? Afikiria hilo nimejibu. Okay, asante. Haya, itawezekana wale wanaishi nje wawe na akaunti moja ya kutumia kwa kutuma pesa? Wale wako nje? Yes, sijui anamaanisha nini, but sijui kama umeelewa. Wale wako nje ni kusema kwamba wale ambao hawako contract. Wale ambao hawako contract wako na advantage nyingi sana. Mostly hapa Saudia wako na advantage nyingi sana. Because kuna watu wanauza huku line za Safaricom za M-Pesa. Still unaweza fanya replacement ya M-Pesa, ya line ya M-Pesa. Kwa hao ambao wanaweza tembea na wanaweza patikana. Still you can do the M-Pesa thing. So hao wako na advantage. Lakini mambo ya kufungua account wao hawawezi fungua. Hawawezi fungua account yoyote. Kwa hivyo pesa zao zinatumwa tu kwa ujanja. Hao ndio wanafanya money laundering. Inatumwa kwa ujanja, utafute mtu wa M-Pesa akutumie, utafute akutumie. Na hata hapa Riyadh kuna banki ambayo inatuma pesa direct kwa M-Pesa. By the way, hapa Riyadh kuna banki ambayo iko mahali inatuma pesa direct kwa M-Pesa. As long as you have an valid igama. Thank you. M-Pesa nitaweza save more than 100k from mahali tuko hapa. Nasikianga it's not possible. Nini? Anasema M-Pesa nitaweza save more than 100k. Nasikianga it's not possible. More than 500 hata. Yeah, because mimi nikifanya contribution za matanga yenye imeisha, M-Pesa moja ilikuwa na 219,000. 219. It is possible because na yule mtu ambaye alikuwa anaeka pesa, I think alikuwa na more than 300,000. Yes. So pesa unaweka kwa mshwari na zinakuwa. Okay. Because mshwari inabeba more than 300,000. So unaweza kuwa na mshwari ya 300 alafu weke kwa M-Pesa yako na 200. That money is enough. Iko hapo itakaa. Hata saa hii M-Pesa inasema transaction of a day it goes 200,000. Ukiweka tu hapo inakuonyesha. Ukitaka kutumia hii wewe ndio mnaweza jua, mimi sijui. Oredu, OREDOO. How do you pronounce this? Tafadhali mtu akitaka kukuambia kitu, tafadhali atangulie kusema nchi yenye yuko. Anatupata akiwa wapi? Itakuwa better. Okay. Hii sielewi. Anasema ukitaka kutumia Oredu ni rahisi pia, unaweka pesa kwa simu, una change kwenda M-Pesa. Haya, hii sijui ni ya nchi gani hii. Haya. Nikimpa pin wrong pin upata kuna ATM yangu. Hiyo ATM inamezwa na bank. Tena nianze kutafuta ATM mzuri. Tunasema aje? Anasema nikimpea wrong pin aenda aweke. Na ATM yangu hiyo, ATM inaweza mezwa na bank tena. Nianze kutafuta ATM mzuri tena. Yaani akisema akimpatia boss wake wrong pin, aenda aweke na ATM hiyo pin. Apate ni wrong, aweke several times. Hiyo ATM inaweza mezwa na bank. Tena aende kutafuta ingine. Sasa sikiza vizuri. Number 1, kama boss wako ndiye anakaa na kadi yako ya bank, usimpe pin.
Yeah, bosi wako anakaaje na kadi yako ya bank? Hafai kukaa nayo. Hafai kukaa nayo kwa sababu si biashara yake. Hiyo hata kama anakaa na documents zingine hafai kukaa na ATM kadi yako. ATM kadi yako wewe mwenyewe unafaa kukuwa umekaa nayo. Wewe mwenyewe. And transactions za bank zinafaa kufanywa ukiwa, because wewe ndio uko pale. Kwa hivyo before kadi imezwa ataweka mara 2, ataweka mara ya 3, hapa inaenda to 5 times. Akiweka ataona iende, atatoa aidha kupigie. Yes, si mjinga, anaweza atasema, atarudia wewe mwenyewe akwambie hii pin haifanyi. Na umwambie ulikuwa unaenda kwa banki yangu kufanya nini? Hivyo. Haya. Mimi zangu siwezi kuweka M-Shwari. M-Pesa ziko save kweli? Sasa ni swali nzuri yenyewe. Mishani. M-Shwari na M-Pesa ni kampuni moja. Kwa sababu to access M-Shwari, you still use the M-Pesa pin. So hakuna tofauti. M-Shwari ni kama extension tu ya pesa kuongezeka ambazo una save kwa M-Pesa. M-Shwari ni extension tu. Yaani wamepanua ya kwamba ukiweka hapa kwa M-Shwari unaweza ongeza ziada, yani zikuwe nyingi kiasi. Ni kama extra tank kwa gari. Unajaza mafuta kwa ina kwa wanakuambia eka kwa ingine pia. Mafuta yakiisha kuna mahali unabonyeza ndio ufanye nini, mafuta ya ile ya kusave yatokea kuja pande nyingine. So M-Shwari na M-Pesa hiyo kitu yote ni sawa tu. Yeah, sio kitu kingine tofauti. Na pia kuna M-Shwari locked account. Yes, kuna M-Shwari locked account. Na ndio sababu nimeambia watu, ukiwa na pesa yako, avoid sana SMS zenye zina connect na savings za M-Pesa. Avoid kabisa. Because wengine wanakutumia M-Pesa KCB loan, wengine wanakutumia M-Pesa you have won, call this number. Na vile tuko na tamaa na mashida, mwingine ametuma message amekuambia inaonekana kwamba you are depositing a lot of money in your phone. Una deposit pesa nyingi kwa simu yako, tafadhali do this. Tumeona. Wachana na promotions. Yes. Achana na promotions. Ndio zinafanya watu wengi wanaibiwa pesa. Hawa ma-IT ni wakora wengine sana. Wanajua kucheza na kompyuta na kukutumia vitu zingine zenye hazipo. So kama ni Safaricom iko na promotion, huwa wanatuma message na Safaricom message. Yes. Wana-advertise hata ukipiga simu ikikatika unakuta kwamba hiyo message inakuja. Same to STC, same to any company. So wewe usiingilie mambo hii nyingine yenye unaona tudogo tuwenye tumetokea. Utakuta brokers ambao utajikuta hauna pesa kwa simu yako. I have talked with my kafiri about STC Pay, but he's assuming. I don't know why. Sasa hiyo sitaweza. Hiyo vile nitaweza kumjibu. Sababu sasa hiyo ni ya watu wawili binafsi. Mtu kuelewana na mtu wake. Sisi tunapatiana tu mwelekea kwamba hicho kitu kinaweza fanyika. Yes. Yeah, mimi nasikia ukiwacha pesa ya kukaa nasikia ukiwacha pesa kaa hujaziingisha M-Shwari zinaibiwa. Haya. Salomo Nyoke anasema alibiwa 5K. Yes, ukifuata vizuri. Ni watu ambao wanapenda sana
watu ambao wanapenda sana kufanya brokers wako, watu ambao wanapenda sana kujibishiana na vitu ambavyo havipo. Wakati mwingi unakuta kwamba pesa zinadisappear kutoka kwa akaunti yako. Lakini naambia I advise people, kama mimi hupiga simu usiku wa saa 9 saa 8 ya usiku kwa Safaricom, kupitia application moja hapa, na huwa ninapiga namba ya direct, Safaricom namba ya direct, na ninakubali kuwasikiza na ninawaelezea tatizo langu na waweze kuelewa kitu ambacho ninakipitia. Lakini hizo applications zimekuwa na ujanja mwingi. Okay, asante. Na naweza wapatia hiyo namba kama hauna. Kama uko huku nje utaanza na +254. Kama uko huku nje za nje ni +254 722 002 200. Yani 002 200. Mimi nimecall hiyo namba. I have done replacement ya line zangu nikiwa hapa. Na nimeona ya kwamba hata wenye walikuwa hata kama ulikuwa umefungua M-Pesa zaidi ya 3 na zingine zikafungwa, we called na wanakufungulia na unatoa pesa na una transact zinaenda huku kwingine, as long as you are giving the right details. So I think ya kwamba ni vizuri kufuata the right channel. Yes. Thank you so much. And as even we wind up, kwa sababu naona maswali yamekwisha hapa, sioni kama kuna swali jingine ambalo linafaa kujibiwa. Yingine ni ya kurudia na vile vile kushauriana jinsi ambavyo kuna wakora kupitia. Iandike huku please. Yeye anasema sasa, wamesema rudia hiyo namba please, rudia hiyo namba. Wacha utaweka +254 722 002 200. Yani nikisema kwa lugha ambayo sisi tunapenda ni 0722 002 00 002 200. Juu kama imenipata. Natumai wamezipata vizuri sasa. Okay. 0722 00 2200. Thank you. Naona tumesalia na dakika 12 peke yake. Si 12, dakika 7. Igonge saa 5 tumalize show. Mwana Mary, jambo lako la mwisho kwa hawa wanadada wenzetu? Mimi kinachoweza kukuambia ni kwamba hakuna maisha yaliyo rahisi. Tia bidii katika kitu ambacho unakifanya. Na kumekuwa na vyombo vya habari kama hizi ambazo tuko nazo. Tafadhali njoo hapa ufungue moyo kama hali na kufinya. Ili wengine wanaweza sikia taarifa yako na mwingine aweze kusaidika na mwingine aweze kupata njia ambayo anaweza kupata msaada. Yes. Kwa hivyo ni ya kwamba let's support the Kisii TV na tuendelee na huo moyo wa kushirikiana kama Wakenya. Jambo ambalo ninawaambia kwamba ni tushikamane pamoja kama Wakenya, mostly ambao tuko Gulf, na nimekuja kugundua ya kwamba Wakisii wengi sana wameingia Saudi Arabia. Wengi sana. Na hawadanganywi na watu wengine, wanadanganywa na Wakisii wenzao. Ambao pia wamekuja huku na wakakolea huku. They take that advantage. Tafadhali jaribu kutafuta ushauri kwa watu ambao watakushauri vizuri na uone ya kwamba mwelekeo utakuwa. There's people you can trust na you can sacrifice na unaweza kufuatilia vizuri na pesa zako zikuwe vizuri.
Usikue desperate sana kutuma pesa nyumbani, na matatizo yasikushitue sana. Wamama, muache hisia zenye hazina misingi, hisia za kujihisi ya kwamba nataka niende nyumbani, mtoto wangu amesema ako hivi. Wewe sio Mungu wa kumponya. Pesa zenye unatuma zitafanya kazi na huyo mtoto atapata matibabu mazuri. Hivyo mimi nitawaambia tu support the TV station na muone ya kwamba muwe na mahali ambapo mtaweza kutoa hii taarifa. Na mimi Mwana wa Mary na washauri ya kwamba wagisi wote ambao mumeingia Saudi Arabia, the easiest way of solving issues ni kama sisi wote tutashikana na tufuate mambo ambayo yanafaa kufuatwa. Na I am not, siwaambii watu kutoroka, kila kitu kina suluhisho. Tafadhali fuata njia taratibu na utaweza kusaidika. Tuache kujificha kukuja kwa social media peke yake, tushikamane. Ndio leo kaka Sungura anaweza nipigia niambie, Mwana wa Mary, kuna mtu ameniambia ni memba wako namba 300. Nikuulize, namba 300 anaitwa nani? Anaitwa Christine Nyaboke ama Kalista. Nikuambie Kalista anatoka mahali fulani, anatoka mahali fulani, shida yake ni nini? Yes, na tunakuta ya kwamba tutakuwa tumeshikanisha Wakenya wote na tuongee, ndio malalamishi mengi na fake news hazitakuwepo. Na kama ulikuja kufanya kazi kwa nyumba, jua wakati uko karibu na boss, kila siku kuna kuanga na kazi. Jaribu kutia nguvu na jaribu kusupport TV yetu ya Hot TV Kisii. So kwa hayo machache na mengi, nashukuru kila mmoja ambaye amenisikiza. Mungu amani wabariki sana, na tuko na tunaendelea, na huku kwetu tunasema pamoja twaweza. Asante. Asante sana Mwana wa Mary, tumeshukuru. Kuna wale wana maswali ambao ni technical kidogo. Mwana wa Mary amesema kwamba atatuletea mtu ambaye anaelewa masuala kama haya ya utaalamu ya mabenki na vile vile M-Pesa na mambo mengine. Kuna baadhi ya maswali nimeona hapa lakini ni technical kidogo na yes, nimeyaweka kando ili Mwana wa Mary atutafutie mgeni. Kwa hivyo endelea kucheki hapa kila siku na utapata siku moja tumepata mgeni ambaye atakuwa anatueleza kwa undani zaidi baadhi ya maswali ambayo Mwana wa Mary hakuweza kuyaeleza kikamilifu, kwa sababu unajua kila mtu ana utaalamu wake. Ikifika mahali ya mabenki na mengine, huenda sisi tusiwe na utaalamu, lakini naamini kwamba tutapata mtu ambaye atatuelekeza zaidi. Wacha niseme shukrani sana kwa wale ambao wamekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza kipindi hiki mida ya saa 2 hadi tunaelekea kufika saa 5. Iwapo umesoma mengi kutoka hapa, na unajihisi kwamba Kisii Hot TV inanisaidia mimi katika maisha yangu, tafadhali tunaomba usaidizi wako na sisi. Ukiona tunakuja hewani kila siku, kuna watu wanagharamia show hii, watu wanalipa internet, watu wanalipa software na vitu mingi. Kumbuka kwamba tunanunua vyombo ambavyo tutakuwa tunavitumia hapa. We are targeting 380,000. I want to happily report kwamba siku ya leo tulifungua official bank account ya Kisii Hot TV. Kwa hivyo kama ungependa kutusupport, tafadhali namba ya M-Pesa ni 0700 16 94 44 0700 16 94 44. Ukitutumia 1,000 yako 1, 2,000, 10,000, 20,000, 100,000, tutashukuru ili mambo haya yaweze kuwafikia wengi ambao hawayajui, ili sisi sote tusaidike. Nataka niamini kwamba siku ya leo kuna wengi ambao wamesaidika kutokana na ujumbe ambao Mwana wa Mary ametuletea hapa. Natumai kwamba nyote mmesaidika na kuna wengi wamesaidika zaidi. Kwa hivyo nashukuru sana nyote. Wale mnashikilia channel hii kila siku kuhakikisha kwamba tuko hewani, Mungu abariki sana. Kuna watu hawalali, kuna watu ambao wanahakikisha kwamba unapokea show hii kila siku na inakukujia kwa njia moja au nyingine.
kuna bank account ya iwapo ungependa kutuma pesa direct to our bank account ya Kisii Hot TV. Sikiza nikupatie vile unafanya. Sikia vile unafanya. Ukitaka kutuma pesa, sitaki sasa utume kwa M-Pesa yangu. Ukitaka kutuma pesa direct kwa bank account ya Kisii Hot TV, unaenda kwa lipa na M-Pesa, unaenda kwa paybill, unaenda kwa lipa na M-Pesa, paybill. Kama unaandika tafadhali andika chini. Unaenda kwa lipa na M-Pesa, paybill, unaweka 400 222 kama paybill number. 400 222 kama paybill number. 400 222 400 222 kama paybill number. Account number unaweka 171100, unaweka hash, alama ya reli, hash, alafu unaandika jina lako. Hiyo ni account number. Unaenda ukitaka kutuma pesa direct kwa account ya Kisii Hot TV, unaenda kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa, paybill, weka 400 222 400 222. Okay, then from there, if you want to send pesa direct kwa account yetu, enda lipa na M-Pesa, paybill number 400 222, account number 17 11 100, hash, alama ya reli, unaweka hash, jina lako, kisha unatuma. Ukituma inatuletea notification kwamba so and so ameweka pesa kiasi fulani, na sisi tutasoma kutoka hapa hewani. Mungu abariki, Mungu awainue. Kumbuka kwamba tumechanga takriban 1,100, tumebakisha around 280 tumalize target yetu ya kununua vyombo. Mungu abariki sana, mkuwe na usiku mwema, tukutane hapo siku ya kesho.